Leo nataka nikuonyeshe namna uta-upload vitabu vyako ndani ya Habari Duka, vitabu au product yoyote. So ukiingia kwenye mfumo utakutana na page hii hapa. Ukiingia kwenye Habari Duka, kitu cha kwanza utakachofanya ili usifanye makosa yote ambayo wengi wanafanya na product zao zinakuwa zinashindwa kuonekana vizuri, utaingia kwenye account yako, uta login. Utatumia account yangu mimi mfano, kisha uta login kwenye account yako. Ukisha login kwenye account yako, utakutana na dashboard yako iko hivi. Kwenye dashboard yako utakutana na hizi ujumbe, kwamba inakukaribisha iko fulani, itakwambia kama wewe ni premium user, itakwambia hapa kwamba wewe ni premium user. Premium ni service ya kulipia, ila kitu cha kwanza ambacho tutakifanya ni kwenda sehemu ya my products au add new products, kati ya hii au hii hapa. Ukiingia mfano my products, utaona products zako zote zikiwa listed hapo. Kitu unaweza ukafanya sasa, unaweza uka add new product kutoka hapa juu, button hii hapa, uta add new product. Ukiingia kwenye add new product, utachagua aina ya product unayotaka kuweka. Kama ni kitabu utachagua ebook, kama ni article utaingia sehemu ya article ili uandike zile blog posts ambazo utakuwa unazipost, yale maandiko mafupi. Mfano kuingia kwenye articles itakuwa kama hivyo, itakupeleka sehemu nyingine. Kama ni una upload file au template, zile file au file lolote ambalo sio PDF, utachagua files. Kama ni link unauza, utaweka link, zile external link kwenda website fulani, external link kwenda kwenye files fulani, au kama ni kwenye Google Meeting au chochote kile. Au kama ni tickets, unaweza ukauza kupitia tickets. So tuseme ni ebook, nitachagua ebook, kisha nitajaza title. Mfano nitaandika hivi, ngoja tuone, niseme kuna magazine ambayo sija publish, niseme magazine Uno Habari Tech, tuandike hivyo. Au alafu utakuja kwenye short description. Kuna short description na kuna long description. Short description ni yale maelezo mafupi kuhusu hiyo ebook yako. Alafu kuna long description, hiyo inaelezea kwa undani kuhusu hiyo product yako. Mfano, je, tufungue kitabu kama hiki, unaona description hii hapa. Hiyo ndo ninayoongelea kwamba ni long description. La short description itaonekana pale unaposhare kitabu kwenda kwa mtu mwingine. So utaandika hapo short description, maelezo mafupi. Mfano, jifunze kuhusu uwekezaji na kutengeneza content online. Hiyo ni short description. Alafu long description, ngoja ni copy tu hii kwa sababu tunafanya testing, kwa ajili ya testing purposes. Ata copy tu hii hapa. Ingawa descriptions sio lazima kuziweka, ni optional, ila ni vyema ukiziweka kwa sababu zinasaidia mtu anaponunua product yako aweze kuelewa product anayonunua inahusu kitu gani, product anayonunua inaelezea vitu gani. Hiyo itakusaidia hata kuuza, hata kwenye SEO, search engine optimization. Hizi description ndizo zinaangaliwa sana ili kuonyesha kwamba okay, hii product mtu akisearch keyword fulani, mfano sasa hivi nimeandika tu magazine Uno Habari Tech, mtu anaweza search hiyo product kwa jina hilo, ila akaja akatafuta kitu kama fursa za kiuchumi, neno hili hapa, akitafuta neno fursa za kiuchumi mtandaoni, bila shaka Google itamuonyesha moja ya sehemu ambayo ina hilo neno fursa za kiuchumi, ambayo sehemu moja wapo ni product yako wewe mwenyewe. Basi utakuwa umeshaandika hizo, kisha utakuja kwa sehemu ya category. Utachagua katika category zilizopo. Kama haipo category ambayo unataka kuitumia, utasuggest new category, itatumika hiyo category mpya. Ila for the sake of learning purposes, tutachagua education kama category. Alafu utakuja kwenye tags. Tags hapa utaweka zile keywords ambazo zinahusiana na ebook yako. Haya ni yale maneno muhimu ambayo mtu anaweza kusearch Google, maneno yanaendana na hayo, kisha akaona ebook yako. Kwa hiyo utaweka maneno yanayohusiana na hii.
mfano nitaandika uchumi. Nikiwa naongeza tag nyingine nitaweka hii koma, alafu nitaacha nafasi, nitaandika tag nyingine. Mfano nitaandika hapo uchumi, nitasema mfano BSE, alafu nitasema uchumi binafsi. Tuweke hizo tags 3 tu, itakuwa nimemaliza. Alafu itafuata sehemu ya pricing. Sasa hii kidogo ina maelezo mengi, naomba uzingatie vizuri hapa. Kwenye pricing kuna namna mbili. Unaweza ukakipa kitabu chako bei au ukakiweka kikawa cha bure. Bei ambayo utaweza kuweka hapa, naomba uzingatie hapa. Kama kitabu chako kitakuwa na bei, haitakiwi kupungua kiasi cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Ila kama hakina bei, kwamba unataka ukigawe bure, utachagua hapa free product, utaiwasha hii. Nikiwasha hii, manake hizi settings za hapa zinakuwa overridden. Badala yake product yako itakuwa na bei ya 0, itakuwa inatolewa bure. Kama product hizi hapa, ngoja tuone hapa ya bure ambayo ipo. Kiangalia hapa kuna products kama hii ni ya bure. Product ya bure inakuwa kama hivi, mtu anaweza kuipata bure bila shida yoyote. So fanya hii ya kwetu sisi tunaipa bei, sio ya bure. Kama sio ya bure, tutaipa bei yoyote ambayo inaanzia 1000. Mfano tutasema hichi kitabu, hii magazine mimi nitauza kiasi cha shilingi 1050. 1050 sawa, inakubalika. Lakini nikasema nataka nikiuze kwa offer. Sasa hivi nitakiuza kwa bei ya offer ya kiasi cha shilingi 20,000. Nikianza tu kujaza bei ya offer, utaona kuna fields zitatokea hapa chini. Umeziona hizi? Kwamba sasa hii offer naweza nikaamua kwamba offer hii iwe na muda maalum, kwamba ianzie tarehe fulani mpaka iishe tarehe fulani, au itakuwa ni offer ambayo ni moja kwa moja. Kwa kama ni offer ambayo haina kikomo, nitaacha tu hizi sehemu ya sale starts at na sale ends at, naweza nikaziacha tu blank bila kujaza chochote. Ila kwa kuwa nataka hii sale iishe baada ya muda fulani, mimi nitajaza, nitaweka hapa kwamba nataka hii sale iwe imeanza tarehe hii hapa, tarehe 22, ianze saa 3:30 asubuhi sahihi, kisha idumu kwa muda kama wiki moja, tufanye iishe, au tufanye mwisho wa mwezi tarehe 30, muda huu hapa. Kwa hiyo nikiweka hapo, maanake hichi kitabu kitakuwa kwenye bei ya offer kwa muda huu, kwa hizo siku kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe 30, hizo siku 8 ndio kitakuwa kwenye offer. Baada ya siku 8 hii bei itafutika na itaanza kuuzwa kwa bei hii. Kwa sasa hivi itakuwa inauzwa kwa bei ya optional, ya sell option kama hivi, ambapo bei itakuwa inaonekana kama hivi. Yani kuonyesha kitabu ambacho kipo kwenye offer. Yes, mfano hii hapa. Umeona hiki? Bei yake ilikuwa 25,000. Hii 25,000 ndo kama bei hii hapa hivi. Hii price, original price. Alafu hii 6,500 ndo sell price, optional price, ambayo hii hapa inakuwa hivyo. Sasa inachofuata, ikisha kuwa hivyo, tunakuja sehemu inayofuata kwamba sell quantity limit. Ingawa anauza kwenye sell, au inaweza isiwe hata kwenye sell, inaweza kaa hizi bei hazipo, kwamba bei za offer hazipo, inaweza zikawepo vyovyote vile. Ila pia nataka niweke limit kwamba product yangu haitakiwi kuuzwa unlimited, kwamba iwe inauzwa tu. Mimi nataka niuze kwa watu 100 tu. Mfano, baada ya watu 100 hii product isiendelee kuuzwa tena kwa watu wengine. Nitakachokifanya, nitatoa hapa, saizi inakuwa kwenye by default inakuwa kwenye unlimited sales, kwamba itakuwa inauzwa tu, haina limit yoyote. Ila mimi nataka niuze kwa watu 100, nitachagua hii limited quantity. Nikichagua limited quantity nitajaza 100. Itakwambia kabisa kwamba product will be hidden when this many are sold, kwamba wakishauziwa watu 100, zikishafika order 100 ambazo zimekamilika, watu wamenunua, wamelipia, basi kitabu kitaondolewa sokoni, hakitauzwa tena. Sawa, itakuwa hivyo. Sasa tunakuja sehemu ya 3. Hii hapa kuna hii inaitwa automated tiered pricing. Hii ni optional pia, sio lazima. Hii hapa inafanya kazi hivi kwamba nataka niuze
kwa watu 10 kisha bei ipande au bei ibadilike kwa namna yote, ipande ishuke, vyovyote vile, ila nikiuza kwa watu kadhaa nataka bei ibadilike. Sasa hii haiwezi kufanya kazi kama hii hapa ipo. Kama kuna bei ya ofa hapa juu, hii haitafanya kazi. Kwa hiyo unaweza kutumia kimoja hapo, either uweke bei ya ofa au uweke hii automated tiered price. Kwa hiyo kwa sasa hivi mfuta hii hapa, nikifuta hiyo clear hizi, futa ile bei ya ofa. Kisha futa bei ya ofa, takuja hapa kwenye automated tiered price. Nataka kwamba baada ya kuuza kwa watu watatu, mfano watano, nikishauza kwa watu watano bei ibadilike. Sasa hivi bei si 50,000, nikiuza kwa watu idadi hiyo nataka bei iwe 100,000. Kwa nikishauza tu kwa watu watano, nikishanunua watu watano waliofanikiwa kununua, bei itabadilika, itaenda kwenye kiasi cha shilingi 100,000, itakuwa hivyo. Sasa unaweza ukaacha au ukafuta, ni optional, sio lazima. Takuja sehemu inayofuata. Sehemu inayofuata ni hii affiliate commission override. By default unaweza ukaset affiliates kwenye store yako, kwenye settings huku chini kwenye settings zako hapa, unaweza ukaset kwamba ni store wide, kwamba nikiweka affiliate commission kwamba watu wakinisaidia kuuza watachukua 10% ya mauzo yangu, au 20% au 20% yoyote ile unayotaka. Ile itakuwa ni global, kwamba kwa product yako yoyote ile commission yake itakuwa hiyo. Ila kama hutaki kuweka hiyo au umeweka hiyo, ila hii product unataka iwe na commission yake binafsi, basi utaseta hapa. Mfano hii product nataka iwe commission yake 25% ya hii bei, kwamba mtu yeyote akiuza akichukua link yake, custom link yake ya affiliate, alafu akiuza product kupitia ile link yake, product yangu mimi, basi yeye atachukua 25% ya ile bei ambayo mteja amelipia. Ndivyo affiliate inavyofanya kazi. Baada ya hapo utakuja upload cover image ya hiyo kitabu chako au hiyo product yako. Select cover image, nitakuja nitaangalia katika zile ambazo tayari niko nazo, kama haipo upload nyingine. Mfano sasa hivi nataka ni upload nyingine, nitakuja upload nyingine. Tutasema kuna picha inayoeleweka, tuseme tuchukue hii hapa, picha ya family. Alafu unaweza ukaattach moja kwa moja hapo na document yako, ile PDF ya kitabu chako. Mfano nichague tu hii hapa, alafu nita upload. Upload itanihesabilia hapo kwamba ina uploading one of two products. Upload cha pili, okay, hiyo hapo imekamilika. Unaona picha tuli upload ni hii hapa, itakupa taarifa zake hapa kwamba ni picha inaitwa jina fulani, size yake hiyo, imekuwa uploaded siku fulani na mmiliki mtu fulani. Unaweza kuweka alternate text hapo, na ile document you upload ni hii hapa, inaitwa clearance. So cover image, nitachagua hii picha, kisha nitaselect media, picha hii hapa nitajiweka. Nitakuja upload na file la hiyo kitabu au hiyo ebook au file lolote la hiyo product. Nitachagua hapa choose files from media manager, nitafungua hapo file to upload hapa, nitachagua hiyo, kisha nitaiweka hapo. Unaona sasa hivi imekuwa attached hapo. Kwa hiyo mteja akishanunua atapewa link ya kuweza download hii PDF, na kwenye account yake anaweza access hiyo product kama atakuwa ametengeneza account. Sio lazima mtu awe na account ile anunue kutoka habari duka, ila kama na account ataiona huko. Kisha unaweza ukaset number of pages, sio lazima kuweka, ila kama unataka uweke ili mteja wako awe anajua kwamba hichi kitabu kina page kadhaa. Mfano hapa huyu hichi kina page 12, unaweza ukaweka hapo kama okay, let's say hichi kina page 20, utaweka hapo page 20. Alafu itakuja product versions. Hii haina ulazima, unaweza ukaiacha au ukaweka. Namna versions zinafanya kazi ni mfano, nataka niweke hii ebook hapa, tufute hizi vitu, tunaweka unlimited sales, automated tier pricing nitoe. Mfano nauza hichi kitabu 50,000, si ndio? Lakini hii kitabu ina ile, tunasema kuna kitabu kingine, hiki cha kwanza kina page 20, ila ninacho kingine ambacho kinaelezea kwa undani zaidi kuhusu kitu nilichoelezea. Hichi kinachoelezea kwa undani zaidi
kina peji 100. Hiki bei yake sio sawa na bei ya hiki cha sasa hivi. Hiki nataka nikiuze kiasi cha shilingi 100,000. Kwa hiyo nitafanya nini? Nitaingia add version. Nikiingia add version nitaandika hapa. Ile ya kwanza ni basic package. Hapa hii ya pili nitasema upgrade au tuseme tu data book. For testing purposes tuite data book. Alafu nitaandika hapa. Hii bei nitakayoandika hapa itajumlishwa kwenye ile bei ya mwanzo. So, mfano. Hii ya sasa hivi mteja atachukua kwa kiasi cha shilingi 100,000. Ile ya kwanza anachukua kwa 50,000, si ndio? Kwa kama 100,000, maana yake ni kwamba anapolipia hii bei ya hichi ambacho kipo cha juu, atachukua hiki ambacho kipo cha juu na kile cha nyuma yake. Sasa nataka huyu mteja aweze kulipia jumla 1,500,000 ili apate hivi vyote hivi. Kwa nitaandika hichi bei yake nitaandikia 100,000. Ila kama nataka alipie tu 100,000 nitaandikia hichi 50,000. Tuseme hivi 50,000. Alafu hii nitasema ni audiobook mfano hii nimeupload mfano ya iwe ya audio au tuache tu vile vile PDF. Andika PDF, alafu nita select hii version, nitachagua mfano hiki hapa, alafu tutaweka hapo. Kisha weka hapo na attach ile file ya kile ambacho ni bora zaidi. Alafu nakuwa nimemaliza upande wa versions. Na kuja sehemu inayofuata. Kuna hii inaitwa upsell products na kuna cross sell products. Sasa hizi ni vitu ambavyo havina ulazima, ila unaweza kaweka. Upsell ni kwamba upselling products ni kwamba mteja amenunua bidhaa, yani ni kama versioning, ila hii iko tofauti kidogo. Ni kila product inategemea. Mteja amekuja kwa amenunua, mfano mimi na hicho kitabu kinahusu kuuza kupitia WhatsApp. Amenunua hicho, lakini nataka kwamba nimuuzie kitu ambacho kiko bora zaidi ya kile, au muendelezo wa kile ambao yuko bora zaidi. Nimemuuzia kile kitabu kinachoelezea namna kuuza WhatsApp, ila nataka nimshawishi huyu mteja, baada ya kuwa amemaliza kusoma kile, aweze kununua product nyingine kutoka kwangu ambayo inakuwa muendelezo wa ile ya WhatsApp, ambao muendelezo wake ni kwamba hii ya sasa hivi itakuwa inampa zile scripts, yani templates za post ambazo tayari zimeandaliwa, format ya post, kwamba una post hivi, nitamwambia okay, na attach hapa kwamba hichi itamtangazia pale anapofanya checkout, itakuwa inamtangazia hiki kitabu. Utasearch hapo katika orodha ya vitabu vyako, mfano okay, tuchukulie mfano hicho sio changu, ila tuchukulie mfano hiyo, nataka nikiupsell hicho product. Inaweza kama product yako, inaweza kama product mtu mwingine vyovyote. Hiyo ndo upsell inapofanya kazi. Kwa naweza nika add hapo, alafu nitaenda sehemu ya pili, cross sells. Cross sells sawa, yani ni kwamba mtu amechukua guidebook inayohusu na namna ya kuuza products WhatsApp, ila kuna bidhaa nyingine ambayo huenda inahusiana na hiyo. Mfano, kuna ukiwa unauza WhatsApp, tuseme kuna affiliates, unaweza kuuza products za watu wengine. Kwa hiyo anataka atangaze kitabu kingine ambacho kinaitwa affiliates, yani kinachoelezea watu namna ya kufanya affiliates. Kwa attach hapo kitabu cha affiliates marketing, mfano kama hivyo. Baada ya kufanya hivyo vyote, kumbuka hizi upsell na cross sells sio lazima, kwa unaweza kuzitoa, sio lazima uziweke. Kwa kama hivi naweza kusema nizitoe, alafu twende tu na product yetu kawaida tu kama hivi. Nita publish now. Ukisave as draft, hii product itakuwa saved as draft kwenye system yako, haitaonekana kwa watu. Kwa ninachotaka ni kwamba ni publish sasa hivi. Nita click publish. Nikipublish utaona kitabu hichi hapa sasa hivi kiko published, kinaitwa Magazine Uno Habari Tech, bei yake 50,000. Ikija hapa sasa hivi nitakiona hiki hapa. Kwa nikitaka kukinunua, ingia hapa, nikisema buy now, itajaza taarifa zangu hapa, jina, email,
na hapa imejaza moja kwa moja kwa sababu mimi niko logged in. Ningekuwa siko logged in, kwamba sijaingia kwenye akaunti yangu, hapa ingekuwa blank, ingetakiwa nijaze mwenyewe. Kwa hiyo utajaza majina yako, utajaza email yako, utajaza namba ya simu, kisha utapay. Hapo itakuletea USSD menu, alafu unakuwa umelipia kitabu chako. Hivyo ndivyo unavyo upload kitabu. Sasa baada ya kuwa umesha upload kitabu chako, unaweza ukitaka kukifanyia mabadiliko, unakuja hapa kwenye edit, kwenye hii button ya edit. Hii view utaview ni kwamba inakupeleka ukiona kitabu chenyewe, ila ukija hapa kuna hii button ya edit. Edit itakuruhusu wewe kubadili taarifa za ile product. Mfano, unaweza kubadili aina ya product, utabadili title, utabadili short description, full description, unaweza kubadilisha kama ina makosa. Kwa full description pia unaweza kubadilisha kama ina makosa. Mfano hapa hii iko sahihi, ingekuwa kama ina makosa ningeweza kubadilisha. Ninaweza ikabadili category, naweza nikabadili idadi ya pages, tags zile naweza nikazibadilisha, naweza nika add version au nikatoa version. Naweza nikaibadilisha bei kwamba iwe ni free product au iendelee kwa vile vile. Kama hapa iko kwenye free bei, hiyo hapo naweza nikabadilisha bei, naweza nika add bei ya offer, mfano tuweke 40, isiwe na kikomo, iendelee kuuzwa hivyo. Hivyo ndio vitu ambavyo nitafanya. Naweza nikafuta affiliates, isiwe na affiliates kabisa. Naweza nikabadilisha ile cover image, naweza nikabadilisha file lenyewe kama nataka libadilisha, naweza nikaitoa status kutoka hiyo published hiyo draft ile watu wasiendelee kununua. Kisha unaweza kusave changes. Mfano nimebadilisha ile bei pale. Nikija sasa hivi mara kwanza tulikuwa na 50, sasa hivi itakuwa 40. Nikirefresh page utaona hapa ile 50 hii hapa, 40 hii hapa. Hata nikitaka kuicheck out sasa hivi bei itabadilika, itakuwa 40. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza ku-upload kitabu au product yoyote ndani ya Habari Duka. Usirudie tena kufanya makosa ya kwamba unaacha tu vitu. Kumbuka kwamba short description na long description na tags ni vitu ambavyo ni muhimu sana, vinakusaidia. Weka zile keywords ambazo mtu akisearch inakuwa rahisi kuona product yako. Ukifanya hivyo, ni kwa asilimia kubwa product yako itakuwa inaweza kuonekana. Lakini usiishie hapo tu. Wengi mkisha upload kitabu mnaacha, mnasahau. Kumbuka, ukisha upload kitabu chako inabidi uwe unakitangaza kitabu chako ili watu waweze kununua. Share na watu wako ili waweze kununua. Kuna namna mbili ambayo unaweza ukashare kitabu chako. Either ukakopi tu hii link hapa juu. Ukiwa kwenye kompyuta unaweza kukopi hivyo, ukiwa kwenye simu, kwenye browser kule kuna option ya kushare page. Au ukiscroll chini hapa kuna options za kushare products. Mfano unaweza kushare to WhatsApp hii product. Ukichagua share to WhatsApp itafunguka, itamtengenezea hiyo. Nitaweza continue kwenye WhatsApp web au kama kwenye simu itafunguka moja kwa moja application yako, kisha utashare hicho kitabu, kitakuwa kinaenda na link yake moja kwa moja kwa watu wako. Unaweza kushare kwenda Facebook, unaweza kushare kwenda kwenye X, kwa vyovyote vile unaweza ukashare hicho kitabu chako baada ya kuwa umesha kipublish huku ndani ya Habari Duka. Na kuna hii button hapa, hii inaitwa archive product. Hatujaweka option ya kudelete product hii kwamba kama kitayari kina mauzo kisifute chochote kile, ila unaweza archive product yako. Una archive kwamba nikiitoa hapa, nikiweka hivi, it will be hidden, au watu waweza kaendelea kuiona kule online. Kwa mfano hivi, nikija hapa unaona hakipo tena, hata nilivyo refresh ile page yenyewe hakipo. Kwa hiyo ndo archive inavyofanya. Nitaka nikirudishe, nitasema tu reinstate hiyo hapo. Ukija tena hapa refresh, utakiona hicho hapa. Hivyo ndivyo ambavyo Habari Duka inafanya kazi katika upande wa uploading product. Lakini unaweza ukaenda mbali zaidi. Kuna hii sehemu hapa, umeona kama hii imeandikwa gold, maokoto yapo huku by Ali Msangi. Hii product ambayo iko promoted, kila mara ukirefresh hii page hapa, homepage, bidhaa hapa zinakuwa zinabadilika. Kila mara ukirefresh bidhaa zinabadilika kama unavyoona. Lakini kwa wale kuna wale authors ambao wanalipia products, wanalipia subscription ili products zao ziwe zinaonekana hapa mara kwa mara.
ndo kama hivyo, ndo kama hiyo ya platinum, ya hiyo ya Baritech ya platinum au ya Ali ya gold, products zao zitakuwa zinaonekana hapa mara kwa mara, tofauti na kingine kama hichi. Yani kinakuwa kama kiko persistent, hakiwezi kutoka kila mara. Unaona kama hivyo Baritech, Ali, yani products zake mara kwa mara zinaonekana hapa, tofauti na hao wengine. Hao wengine kuonekana inakuwa ngumu. Kwa ukitaka product yake hiyo inaonekana hapa mara kwa mara, utakuja hapa kwenye premium upgrade. Ukija hapa premium upgrade, utakuja utachagua by default kama hauna product ambayo iko promoted, hii kitu hapa manage promoted products haitaonekana, ila kama hujalipia bado, utakuja hapa chini utachagua plan yako. Kuna plan ya 5,000, kuna 10,000, kuna 15,000, utachagua. Zinatofautiana kwa sasa hivi. Mfano ukiwa unalipia plan ya 5,000 utapata badge ya silver, priority score itakuwa 1, yani kwamba kila baada ya mizunguko mitatu ndio product yako itaonekana. Yani kila mara mtu akirefresh mara 3 au vipi, product yako itaonekana. Utaweza kupromote product moja, na commission kama commission itakuwa juu ya 5%, basi wewe commission yako itakuwa 5%. Ikiwa chini ya 5% itatumika ile ambayo iko chini ya 5%, ila kwa kuwa platform yetu ina commission ya 10%, basi wewe utakuwa unapewa commission ya 5%. Huo ni mfano hapa, na kutolea mfano ili uweze kuelewa. Hii sio ambayo iko kwenye production. Ambayo ipo kwenye production bei zake ziko, yani bei ndio hizo, ila hapa ziko tofauti. Hii itakuwa ni 10%, utakuwa unachajua 8% badala ya 10. Hapa itakuwa 7% badala ya 10. Hapa itakuwa 5% badala ya 10. Utakuja hapa utalipia hiyo commission subscription yako, utachagua products zako. Mfano kama hii ni product moja, utachagua bidhaa yako moja unataka iwe promoted, iwe inaonekana pale kwenye ile hero page. Nikitaka niongeze nyingine itanikatalia kwa sababu hii ni plan ya product moja, alafu kisha uta continue to check out. Vivyo hivyo kwa hizi nyingine pia. Kwa hiyo kama ni author utafanya hivyo. Baada ya hapo utakuwa unaweza kuchagua kwamba okay, nataka nibadilishe product hii, sitaki endelee kuwa promoted, nataka hii. Nikisave changes, hiyo ndio itakayokuwa inaonekana pale mara kwa mara. Kwa hivyo ndivyo unapoweza kudeal na ku-add product, ku-edit product, kuifanyia promotion product yako. Hivyo ndio vitu ambavyo unaweza ukavifanya.